Dawa niliyokupa kwa nini unaenda kumpa Mandu? Mkuu, ilibidi tu nifanye hivyo maana watu watatusumbua. Ndio maana ikabidi nimpe yule. Hapana, umekosea. Sio hivyo. Unaanza na matuji. Basi mkuu, naomba unisamehe. Sawa. Usirudie. Jioni tukutane. Basi sawa. Mke wangu unaenda wapi? Umeniona naenda kuoga? Hujasalimiana. Hizo unasema sio ndo naenda kuoga. Bwana mke wangu umebadilika. Mke wangu hata hujanisalimia, hujajua hali yangu. Hivi wewe mwanaume mbona siku hizi unanifuatilia sana? Mke wangu, siku hizi umebadilika. Zamani ukuwa hivyo. Nimebadilika, nimekuwa wa rangi gani? Mweupe, mwekundu, mweusi? Hivi wewe mwanaume wewe, nikulishe, nikuvishe, nikuhudumia kila kitu humu ndani, alafu bado tena unanifuatilia, sio unani... Lakini mama, si baba anaumwa. Wewe ishi hapo hapo, usifuatilie mambo ya wakubwa. Jenifa mwanangu, mama yako mwache tu, atakuwa sawa, wala usijali. Sawa sawa, na msimfuate. Mama mdogo, umeniita? Nimekuita mwanangu. Kama unavyojua, dada yako amefariki miezi miwili sasa. Ndio mama mdogo. Kwa hiyo mila na desturi unatakiwa umlisi mume wake. Mama mdogo, hilo linawezekana vipi? Mwanangu, linawezekana. Kumbuka dada yako ameacha mtoto mdogo. Mama mdogo, sawa, mila na desturi zinasema hivyo, lakini hatuwezi kuzifuata maana sasa hivi tupo karne nyingine. Hapana mwanangu, kumbuka dada yako ameacha mtoto mdogo sana. Kwa hiyo unatakiwa uolewe na Matuti. Sawa mama mdogo. Tena isitoshe, msibani haukufika kwa sababu ulikuwa masomoni. Mama mdogo, sawa, basi ngoja mimi nijaribu kufikiria. Sawa mwanangu, wewe nenda unafikiria, lakini ukawa unaolewa na Matuti. Sawa mama mdogo. Haya mwanangu. Maisha ni fumbo, ni karatasi tupu, tutaijaza kwa machozi, imani ipo, siku tutapata. Vipi lakini hali yako unaendeleaje? Hali yangu kaka, mimi bado sana. Bado sana. Vipi huko hospitalini huko, changamoto nini, labda kwenye vipimo? Kaka, nimeenda hospitali kupima. Hawajagundua chochote. Na cha kushangaza kaka, ndio mwili wangu wote viungo havifanyi kazi. Hauna nguvu kabisa kwenye joint au sehemu gani? Kaka, kama zombie yani. Sasa shemeji yangu huyu uko wapi mkeo? Maana ndo aliyenipa hizi habari. Nimekutana naye huko nikajua yupo kwenye harakati za hapa na pale, nitamkuta hapa nyumbani. Kaenda wapi? Maana ndo kanipatia hizi habari, nimekutana naye huko kwenye pitapita akaniambia. Kwa hiyo nilijua nikija hapa nitamkuta yupo. Kaka, kuhusu shemeji yako siku hizi anatoka tu ndani. Na kirudi hana muda na mimi. Ukimuuliza anasema atafuta hela. Atafuta hela? Eti Jenifa, una taarifa yoyote kuhusu mama wako? Hapana, sina taarifa yoyote. Atafuta hela. Hela ni sawa. Hatuwezi kujua kinachomkumba na yeye, kwa sababu unaweza kukuta psychologically hayuko sawa kulingana na hili swala. Tuachane nayo. Mimi nadhani sasa hivi cha msingi tuangalie ufumbuzi juu ya ugonjwa. Kuhusu mkeo yuko wapi?
Hatuwezi jua yeye si mtu mzima, unaweza kukutana pambania huko hata mambo ya tiba na nini. Naweza akawa amechanganyikiwa, sio mbaya. Lakini cha msingi mimi ngoja nipambanie juu ya hili swala ugonjwa kwanza. Nikitoka hapa nadhani mguu wangu nadhani nielekee kwenye swala la kuangalia tufanyeje. Nitashukuru sana. Tuangalia hata tiba mbadala kwenye hospitali kubwa kubwa kwa sababu si umetoka pale hawajaona ugonjwa. Nitashukuru sana kaka ukinisaidia. Itabidi tubadilishe. Ngoja tuangalie hospitali kubwa kubwa. Sawa ndugu yangu. Hapa ngoja nikaangalie swala la kipato, financial, uchumi, tuone tunatumia kiasi gani na inagharimu vipi ili tuondoke. Sawa? Sawa kaka. Mwanangu Jennifer. Baba. Endelea kukaa na baba yako hapa. Na ishi naye vizuri, endelea kumsaidia kila anachohitaji. Kwa huduma za hapa ndani na imani kabisa unatosha. Sawa. Unahitaji maji unamsogezea, unahitaji nini unamsogezea. Mimi sasa hivi naondoka nikapambania hili swala. Kwa najua mama yako yupo. Umekatoka. Hayupo. Sawa. Mdogo wangu, kaka utapona. Nitashukuru sana kaka. Utapona usijali, sawa? Asante kaka. Ni sawa. Mimi ngoja niondoke. Nikafanya utaratibu huko narudi. Sawa? Weka naye vizuri mwanangu hapa, jali kuagiza kitu. Mdogo wangu, kaka utapona. Asante kaka. Mimi ngoja niende huko narudi muda sawa. Sasa. Marhaba, wewe mtoto. Ujo. Umetoka shule? Ndio, nimetoka shule. Sawa. Bwana upokae hapa. Sogea usinogope, sawa? Sawa. Hivi siku ile uliyekuja naye yule alikuwa ni babako eh? Ndio, ni babako. Alikuwa ni babako. Mamako asharudi? Hapana, mama bado hajarudi na mimi nakaa kwa baba mdogo. Unakaa kwa baba mdogo wako? Ndio. Basi sawa. Mimi nilitaka kujua tu. Basi unaweza kurejea nyumbani. Sawa. Sawa? Basi naomba uondoke. Basi sawa. Yaani huyu mwanamke nitampataje yani? Yaani kwenye simu hapatikani. Alafu nina shida naye yani. Yaani nataka nikutane naye, natamani sana yani. Yanashindwa hata nifanyeje. Baba. Dawa natumia kila siku na uponi. Hivi utapona lini? Mwanangu, usijali. Nitakuwa sawa. Na nakuahidi nikiwa sawa mtoto wangu, nakupeleka sehemu fulani hivi. Yaani nakutoa out. Nakupeleka na sehemu kuna mamidoli makubwa, kuna kuchezea. Na kuna sehemu inaitwa swimming pool. Sijui unaijua mwanangu? Ndio, nakupenda. Ndio, unavyopenda. Kwa mtoto wangu kubwa ni kumuomba Mungu. Nikiwa sawa, vitu vile vitaenda sawa. Sawa mwanangu? Sawa baba. Baba, nikupe hadithi. Jennifer. Hadithi wapi na wapi? Hapo zamani za kale. Samalizeni. Sawa mkangu. Mimi ni ndani. Kwani baba, wewe na mama mmekorofishana? Mama yako amebadilika tu, lakini atakuwa sawa, usijali. Sawa? Haya ni kitu cha changamoto za hapa duniani. Sawa mwanangu? Sawa. Sawa baba. Kwani nani, mbona umesimama katikati ya barabara?